جعلنا من الذين يتلون القرآن ليلا ونهارا وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم. اللهم أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن السخط إلى الرضا، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن النار إلى الجنة، ومن أعمال الشر كله إلى أعمال الخير كله. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم رب لنا أولادنا بالقرآن كما ربيتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ndugu Waislamu, leo tukiwa tuko katika funga ya 3 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, nyoyo zetu ziko katika madrasa. Madrasa hiyo ni madrasa aliyoiasisi Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara katika aya za siyam. Ndani ya madrasa hiyo nyoyo zinafundishwa subject ya taqwa, na mbali na taqwa, saumu ina faida nyinginezo ambazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kazitaja mbalimbali. Miongoni mwa faida hizo ni nafsi za binadamu na mili yao kupata afya na siha. Ni kweli kabisa kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi ambao haufanani na mwezi mwingine wowote. Mtume anasema, lau ta'lamu ummati ma fi ramadana min alkhairi latamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Lau umma wangu wangalikuwa wanajua kheri zilizokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi wangelitamani mwaka mzima ukawa ni Ramadhan. Lakini kwa sababu kuna tabia ya binadamu kutojua alilokuwa nyuma yake, basi hafahamu kheri zipi na fadhila zipi na sharaf zipi zimo katika mwezi mtukufu kama huu. Mtume anasema katika hadithu ya siha, sumu tasihu, fungeni mtapata afya na siha, na mtapata uzuri wa mili yenu na uzima wa mili yenu. Hakuna kitu kilichokuwa muhimu kwa binadamu kama siha njema, na kama itakosekana siha, kilichokuwa kizuri chochote kinakuwa kibaya, kwa sababu siha imekosekana. Ndio maana yule mshairi akasema, qad tunkiru al-aynu dawa ash-shamsi min ramadin wa yunkiru al-famu ta'ma al-ma'i min saqamin. Mdomo wakati una homa unachukia ladha ya maji. Sharbatu ma hani'atan, utafikiria unakunywa chloroquine, kwa sababu homa imekupata, mwili wote hauna raha, kwa sababu siha imebadilika. Na macho kwa sababu yanauma, mwangaza wa jua uliokuwa muhimu kwako na unapata moja katika zile vitaminat, unaona kwamba ni hasara mimi kuona jua, kwa sababu afya imekuwa imebadilika. Kwa hiyo funga inaleta siha kuwa nzuri katika mwili wa binadamu, na ni zoezi tosha
la kuharibu sumu zote zilizokuwa zinauharibu mwili wa binadamu ndani kwa ndani. Kule Misri kulitokea kisa kimoja. Kuna bwana alikuwa na maradhi ndani ya mwili wake, akaenda kumwona specialist wa amradul batiniya, wa maradhi ya tumbo. Alipomwangalia uzuri katika tumbo lake, tabibu akamwambia, maradhuka yahtaju ila amaliyatin jarahiyya, maradhi yako huwezi kupona mpaka tufanye operation. Ile bwana akamwambia, ya tabib, baini wa baina ramadhanu yaumun, baina yangu na baina Ramadhana kuna siku moja tu, usije ukanikosesha utukufu wa kufunga mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kama kuna haja ya kufanyia operation, nipe muda nikafunge Ramadhan, wa saaudu ilaika ba'da Ramadhan, tarudi baada ya Ramadhan. Kenda kafunga Ramadhan, akaimaliza Ramadhani nzima, karudi kwa tabib specialist wake katika iada. Aliporudi daktari akachukua tena vipimo vyake kwa ajili ya kutaka kuona aanzie wapi katika amalia. Baada ya kuchunguza afya ya mgonjwa, akaiona imebadilika. Tabibu wa Kiingereza akamuuliza, ila ayi tabibin dhahabt, wewe bwana umekwenda kumwona daktari gani baada ya kwamba ulikuwa una appointment na mimi? Tuliahidiana kwamba urudi baada ya Ramadhan, sasa umekwenda kwa daktari mwingine, na daktari huyo ulokwenda kwake inaelekea ni daktari bingwa, kwa sababu maradhi nilokuona nayo ilikuwa hayapoi kwa jur'a au kwa habba min al-adwiya, isipokuwa kwa amalia jarahia. Lakini inaelekea daktari ulokwenda kumuona ni daktari bingwa kuniliko mimi. Hebu nieleze, ila ayi tabibin dhahabi, umekwenda kwa daktari nani? Yule Misri akacheka akamwambia, dhahabtu ila tabibin yusamma Ramadhan, nimekwenda kwa daktari jina lake anaitwa Ramadhan. Yule mzungu akafikiria ndiyo majina ya Kiislamu kuna mtu anaitwa Ramadhan, pengine kuna dokta huko katika zawi anaitwa Dr. Ramadhan. Akamuuliza, aina huwa wa aina iyadatu, yuko wapi daktari huyu, kliniki yake iko wapi? Akamwambia, huwa fi kitabina, yuko katika kitabu chetu, nahnu almuslimun. Daktari huyo anapatikana katika Qur'an. Daktari yuko ndani ya kitabu, ndo alokufanyia tiba ya maradhi yako yakabadilika, afya yako imekuwa nzuri. Akamwambia ndiyo. Daktari huyo Mwenyezi Mungu anasema, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, na mtume anasema sumu tasihu, fungeni mtapata afya na uzima. Ndani kuna mawadda sama katika mwili wa binadamu yanakufa kwa sababu ya saumu. Ndio maana Waingereza wanafanya diet, wao hawajui saumu, wanasema diet, wanakaa bila ya kula kwa sababu ya kuua baadhi ya sumu zilizokuwa ndani ya mwili, na waste product zinakuwa hazina kabisa manufaa ndani ya mwili, zinaunguzwa na saumu na kutolewa haraka haraka. Kwa hiyo wakamwambia, huyu ndo tabibu nilokwenda. Mzungu akisema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Ndugu zangu Waislam, hii ndo faida ya mwezi na saumu ya Ramadhan. Taalau ila saqifati bani Saida. Leo tuko katika jumba la Bani Saida, na nawaona katika mkono wangu wa kulia Ansar wakimkadimisha kiongozi wao anaitwa Saad ibn Ubada. Ashabu nabii sallallahu alayhi wasallama walikuwa sehemu mbili, Muhajirin wal Ansar. Na Ansari walikuwa na makabila mawili makubwa, Al-Aws wal Khazraj. Kwa hiyo alipokufa mtume, wakaona Ansar wazungumze kuhusu habari ya utawala baada ya mtume. Akasimama Saad ibn Ubada akatoa lecture kali kwa Ansari wenzake, akiwaonesha namna ya fadla za Ansari zilivyokuwa kubwa kwa mtume, mpaka mtume akawahi kusema, law salaka an-nasu tariqan wa salaka al-ansaru tariqan la salaktu tariqa al-ansar. Kama watu watafuata njia hii na Ansari wakafuata njia nyingine, mimi mtume nitaifuata njia ya Ansar. Saad akamwambia, mnaona mtume alivyokuwa akitupenda,
Mnaona mtume alivyokuwa akitujallil, akituonesha kwamba sisi ni watu muhimu katika society ya Kiislamu. Kwa hiyo tuna haki ya kuwa viongozi baada ya yeye kuondoka. Sayyiduna Umar na Abu Bakri wakapata habari, wakarudi mbio katika jumba la Bani Saida, wakawaona watu tayari wanapanga kuhusu habari ya imara. Mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam haujazikwa, na hapa Mayahudi walipata sauti ya kusema, wakasema, Waislamu ama wabaya kama nyie hamna, hamujamzika mtume wenu, mnagombana nani atachukua hatama ya kuongoza. Walimpata Sayyiduna Ali wakamuuliza swala hilo. Ali ibn Abi Talib, tizama mlivyokuwa Waislamu, lam yudfanu nabiyu ba'd, mtume hajazikwa, mnasema nani amir, nani amir? Na Ali akawajibu nini? Akaambia, bora sisi Waislamu tunatizama nani atakayekuwa anatoa amri, mpaka maziko ya mtume vile vile tuyafanye kwa aina yake. Tunaangalia kiongozi atakayetufaa katika mambo yetu ya dini na dunia. Lakini angalia nyie Mayahudi, maji hayajakauka katika miguu yenu, mnamwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sasa ninyi na sisi nani zaidi katika dhambi? Nyie maji hayajakauka miguuni, mmevuka katika bahari sasa hivi, mmeona watu wanasujudia masanamu, mnamuomba Musa akutengezeni Mungu kama walivyo na Mungu wale. Mungu yule aliyokuwa ukienda na bahari niye nani? Mpaka mnamtafuta Mungu mwingine. Sasa sisi tunaangalia mambo ya kupeleka mbele dini yetu na dunia yetu, ndio tunamtafuta amiri. Nyie mnatafuta Mungu, mmemsahau Mungu aliyoipasua bahari mkavuka. Mmemsahau Mungu aliyotoa amri bahari ikakunjika huku na huku mpaka pita njiani. Huyu Mungu huyu nani? Na mwingine mnemtafuta nyie nani? Kwa hiyo Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq akasimama akamwambia, ma'shara al-ansar, ndiyo bwana mtume kasema, law salaka al-ansaru tariqan wa salaka an-nasu al-akharuna tariqan la salaktu tariqa al-ansar. Hakuacha sifa Abu Bakari ya Ansari isipokuwa akaitaja siku ile, akaitaja vile vile na sifa iliyokuwepo katika muhajirin wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadaye akasema, wa innal umara'u min Quraish, na lazima mujue kwamba mtume alibainisha kwamba viongozi wetu watokamane na Quraish. Na vile vile bwana mtume sallallahu alaihi wasallama aliwahi kuonesha mifano mbalimbali kutuku habari ya hii. Kwa hiyo mimi Abu Bakri, rai yangu ninavyosema, minna amirun wa minkumul wuzara, viongozi watatoka upande huu wa Makuraish na mawaziri watatoka upande wa Ansar. Akasimama bwana mmoja anaitwa Hubab ibn al-Mundhir. Hubab akasema haiwezekani. Hubabu akasimama kwa sauti akasema, ya ma'shara al-ansar, fa in aba haula illa ma yuridun faminna amirun wa minhum amirun. Sisi tunachokitaka, wakikataa hawa yani muhajirin wakasema kwamba wanataka viongozi wawe wao, sisi tuwe mawaziri, basi lengo letu kwamba tunawaambia sisi tuwe na amiri wetu na wao wawe na amiri wao. Akasimama Umar ibn al-Khattab akamwambia, sikiliza, la yajtami'u ithnani fi qarnin wahidin, watu wawili hawawezi kukutanika katika nchi moja. Watu hawawezi katika nchi moja kuwe na watu wawili wote wanasema mimi ni kiongozi na wewe ni kiongozi, watapelekana pabaya. Achaguliwe mmoja chini yake awe na wasaidizi wake. Akasimama tena Mundhir baada ya kusikia kauli ya Umar akasema, ya ma'shara al-ansar tamassaku bima taqulun fa in aba haula wala tulfituhum wala tatruku lahum hadha al-amr fayakunu sababun fi faqdi imaratikum. Musiachilie kabisa, kama wamekataa hawa fikra ya sisi viongozi na wao viongozi, basi ninakuambieni hapo mlipokamata hapo hapo mtakuja mkiluzi kidogo, watachukua wao kila kitu na fungu lenu litakosekana. Ikawa kuna aina moja ya mazungumzo ambayo yanazungumzwa pale sio mazuri kwa umma. Hiwar
kama watu wanaelekea katika fitna. Akasimama bwana mmoja alokuja pamoja na Sayyiduna Abu Bakr na Umar, ni aminul umma Sayyiduna Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaida akamwambia, ya ma'shar al-ansar, innakum awwalu man azara wa nasar, fala takunu awwalu man baddala wa ghayyar. Enyi ansari, nyinyi ndio watu wa kwanza kumnusuru mtume, basi msiwe watu wa kwanza kubadilisha mafahima al-Islam. Msiwe watu wa kwanza sasa hivi kusababisha fitna. Msiwe watu wa kwanza sasa hivi kubadilisha mambo yaliokuwa viongozi wenu wanakuelezeni. Mmoja akasimama, anaitwa Bashir ibn Saad. Bashir ibn Saad akamaliza, huyu ni ansari vile vile. Sasa kukapatikana vurugu kati ya ansari wenyewe kwa wenyewe. Baada ya kusimama Saad ibn Bashir, akasema Bashir ibn Saad radhiyallahu anhu, ayuha nnas, jama tulokusanyika hapa, laqad kana Muhammadun Qurashiyan, Muhammad alikuwa Quraish katika kabila tukufu la Makkah, wa inna ashabahu ba'dahu ahaqqu bihi, na wale walokuwa nyuma yake walokuja kutoka Makkah sisi tukawatukuza kwa kuwakirimu, wana haki ya kuwa nyuma ya mtume kwa imara kuliko sisi. Qala in kunna qadamna, kama tumetangulia, wasabaqna, na tumezidi kutangulia, fil islam, katika uislam, wanasarna, na tukawanusuru ndugu zetu wa Islam, wajahadna, na tukapigana jihadi katika uislam, falaqad fa'alna dhalika ibtigha'a mardati llah, tumefanya hilo kwa sababu ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Hatukufanya hivi kwa sababu tuje tupate uongozi leo. Tumefanya hivi kwa sababu ya kumridhisha Mungu na mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatukutaka dunia. Kwa nini mnagombania kitu? Kwa nini msisikilize viongozi wanapokuambia ni jamaa hawa? Aliposema haya, wote wakanyamaza. Pale pale akasimama Sayyiduna Abu Bakri, akakamata mkono wa Umar akauenua juu, akakamata na mkono wa Abu Ubaida akauenua juu, akasema falaqad raditu bihadhaini ar-rajulain, mimi nimekuridhieni watu wawili hawa, ikhtaru ayya ahad minhuma shi'tum, chagueni mmoja, ama Umar ima Abu Ubaida, mnayemtaka kuongozeni awe amir. Umar karudi nyuma akasema, ya Abu Bakr, la in uqaddima ra'si fayudrab ahabba ilayya min atawalla al-imarata amamak, mimi bora nipeleke kichwa kikatwe kuliko kuwa amiri na wewe upo. Kama nitakatwa kichwa bila ya dhambi niko radhi, mimi nikubali kuwa kiongozi na wewe upo. Siwezi kuwa kiongozi wakati wewe upo. Na Abu Ubaida vile vile akasema, la, nitakubai wewe, nitakuvoti wewe, wewe ndio una haki ya kuwa khalifa. Kwa nini Umar alisema Abu Bakr ana haki ya kuwa khalifa? Asema laqad radiya ar-rasulu bi amri dinina, mtume alipotaka kutuongoza katika jambo letu la dini alisema Abu Bakr atuongoze awe imamu wetu. Fa in kana ar-rasulu radiya bi amri dinina bi Abi Bakr, falima la narda bi amri dunyana. Kama mtume karidhika na jambo la dini kwa Abu Bakr, basi kwa nini sisi tusiridhike kwa jambo la dunia kwa Abu Bakr? Na dini kwetu ni muhimu kuliko dunia. Sasa wakati wa sala mtume kasema Abu Bakri asalishe, awe kiongozi, alituonesha kwamba huyu awe kiongozi wenu baada ya mimi kuondoka. Sasa kama ni mambo ya dunia tena tuseme huyo ndo anatosha. Omar akasema, akataka kupeleka mkono wake kumvoti Abu Bakri, yule ansari anaitwa Bashir ibn Saad akanyanyuka akaurukia mkono wa Abu Bakri, akawa yeye wa kwanza, akampita Sayyiduna Umar kumvoti Sayyiduna Abu Bakr. Akaingia katika historia ya Kiislamu min awsa'il abwab. Umar ibn al-Khattab alipotaka kupeleka mkono Bashir ibn Saad, shapeleka zamani kisha mvoti Abu Bakr. Umar akawa wa pili, Abu Ubaida akawa wa tatu, na ansari wote walikuwa pale wakanyanyuka mmoja mmoja wakamkamata mkono Abu Bakr, ishara ya kwamba radina bi khilafatika, tumeridhika kwamba wewe ndo uwe amir, uwe khalifa. Neno la amirul mu'minin halikuwepo wakati huo.
sababu Amirul Mu'minin alikuja kutoka wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hapa alikuwa anajulikana kama khalifatu Rasulillah, yani anayekuja baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ansari walikuwa pale wote wakabai, yani wakavote, wakaridhika kwamba Abu Bakri ndo awe kiongozi baada ya Mtume. Na muhajirin wengine wakaja wakamvoti Abu Bakr, na hakukubakia sahaba walikuwa pale Madina, wote wakambai Abu Bakri isipokuwa Sayyiduna Ali ibn Abi Talib na wale walikuwa pamoja naye katika kushughulika na kumkosha Mtume na hivi na hivi. Hawakuweza wakati ule kuja kumvoti na kumbai Sayyiduna Abu Bakr. Waislamu, ishara za kwamba Abu Bakri awe kiongozi ziko wazi baada ya Mtume, kwa sababu Mtume alipotaka Abu Bakri asalishe alisisitiza. Sayyida Aisha akamwambia Rasulullah, baba yangu ninamjua, sauti yake anapoitoa kwa Qur'ani analia, kwa hiyo mchague Umar asalishe. Mtume akasema la, muru Abu Bakri falyusalli bin nas, mimi nasema Abu Bakr. Akarudi tena Aisha akasema, ya Rasulullah, ni dhaifu katika hali hiyo nilokutajia, bora Umar asalishe. Mtume akahamaki akasema, antunna sawahibu Yusuf, nyie wanawake ndo wale wale waliokuwepo wakati wa Sayyidina Yusuf, farawadathu allati huwa fi baitiha, mambo yenu mengine hamutaki kusikia. Mimi nasema Abu Bakri, nyinyi mmekazania Umar. Abu Bakri falyusalli bin nas, anaonekana anasisitiza Mtume kwamba Abu Bakri awe imamu. Tena Umar aliwahi kusalisha, Mtume akasikia sauti akasema, nani anasalisha? Kaambiwa Umar, akasema, ya Aballah wal muslimun aina Abu Bakr, munasalisha Umar, yuko wapi Abu Bakr? Akatafutwa Abu Bakri akasalisha yeye. Kwa hiyo yulmi'u bi annahu khalifa. Jambo hili linapeleka fikra kwamba Mtume japo hakusema kwamba huyu ndo awe khalifa baada yangu, lakini kuna ishara inayoonesha kwamba Mtume alimtaka fulani nyuma yake yeye awe atachukua hatama ya kuongoza Waislamu wenzake. Siku hiyo mambo yakawa yote yamepoa. Wakati huo kuna msemo mmoja wa Kiarabu unasema, innal adhaima kufuha aludhamau, hakika matatizo makubwa basi solution yake ni watu wakubwa vile vile. Na matatizo haya yalikuwa makubwa kiasi kwamba Uislamu ilikaribia kugongana, lakini wakubwa waliokuwepo wakayatatua matatizo yote yakawa madogo, na jambo la imara likaisha. Wakakubaliana kwamba Abu Bakri ndo awe kiongozi. Karudi wakamzika bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuzikwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, sasa tunafungua ukurasa mpya wa kuitaja khilafa ya Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq. Na kabla hatujamueleza Abu Bakr, njoni nikusomeni birth certificate yake. Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq jina lake anaitwa Abdullah ibn Uthman, na vile vile amejulikana kwa laqab ya Abu Bakr, kunya ya Abu Bakr. Na Bakri maana yake ni shabul ibil, yule ibil anapokuwa na nguvu kabisa ndo anaitwa Bakr. Kwa hiyo kunya yake kapelekwa kaitwa Abu Bakr, lakini jina lake really name alikuwa anaitwa Abdullah, mwenyewe anaitwa Abdullah ibn Abi Quhafa, na Abu Quhafa ndo huyo Uthman. Na sifa alizokuwa nazo bwana huyu, yeye ni Muislamu, baba yake alikuwa Muislamu, na si Muislamu tu, yeye alikuwa sahaba, baba yake alikuwa sahaba, watoto wake walikuwa masahaba, wajukuu zake vile vile walikuwa masahaba. Hakuna sifa hizi alizozipata isipokuwa Abu Bakr katika Uislamu. Abu Bakr Abdullah ibn Abi Quhafa. Abu Quhafa ni Uthman, kabila lake ni kabila linaitwa Taimin katika kabila la Quraish, na ana uhusiano na Mtume katika babu anayeitwa Murra. Bwana Mtume yuko babu wake mwingine anaitwa Murra, kwa hiyo Murra vile vile ni babu yake Abu Bakr. Kwa hiyo nasaba yake inakwenda kushikana na nasaba ya Mtume katika babu anaitwa Murra. Kwa nini kaitwa Atiq? Kuna baadhi ya laqab zake ziko mbili, anaitwa As-Siddiq kisha anaitwa Al-Atiq. Anasema summiya Al-Atiq bisababi jamalihi
kwa sababu ya uzuri wake aliokuwa nao. Sayyidina Abu Bakr alikuwa mzuri jamali, tena wasfu wake Abu Bakri alikuwa mwembamba mno, manake alikuwa hana mwili, hakujaa nyama kama walivyokuwa watu wanene. Kisha alikuwa mtu mrefu na ndevu nyingi alizokuwa akipenda kuzitia hina. Kwa hii ni shakli ya Abu Bakr as-Siddiq. Tawilul qama, nahiful jism, laysa fi jismihi lahmun, ghairatul ainaini, macho yake mawili yameingia ndani kidogo. Hizi zote ni sifa za mtu mwembamba. Angalia umbo lake alivyokuwa, mtu mwembamba mno, hana nyama katika mwili wake, macho yake yameingia ndani kwa ule wembamba wake, na ndevu zake nyingi, na vile vile mzuri wa sura. Hali yake alikuwa hivi. Angalia, tukimsoma Abu Bakr unaweza fikiria kwamba alikuwa jitu lilokuwa kubwa na kimo kirefu na hivi, lakini angalia shakli yake. Lakini watu hawapimwi kwa shakli, wala hawapimwi kwa manzari ya khariji abadan. Wanasema vitu viwili tu ndivyo vije kusema true size ya binadamu. Anasema yuqasu almar'u bi asgharihi al-lisan wal-qalb. Binadamu anapimwa kwa vitu vyake viwili vidogo, ulimi na mwili wake uliokuwa ndani ya moyo. Ulimi na moyo wake ndio binadamu. Kwa hiyo wembamba wake au urefu wake au kutokuwa mnono kwa Abu Bakri hakujalishi kitu. Alikuwa ni qawiyul iman. Aliitwa Atiku kwa sababu ya uzuri, na riwaya nyingine inasema mama wa Abu Bakr kila alikuwa akizaa mtoto anakufa. Alipomzaa Abu Bakri akamshika akaenda naye mbele ya Kaaba, akasema Allahumma hadha atikuka minan nar, ya Rabbi, huyu ni mtu mwenye kuachwa na moto, watoto wangu wote wamekufa, fada'ahu yaish, basi mwache huyu angalau apate uhai asife. Kwa hiyo akaitwa Abu Bakr Atiq, na hivi ndivyo alivyokuwa akimuita Mtume sallallahu alaihi wasallam, Atiq. Katika laqabi yake vile vile kuna As-Siddiq, na As-Siddiq ni maarufu katika kisa cha Mi'raj. Quraishi walipokuwa wamemwona Mtume kakaa katika Al-Kaaba, Abu Jali alimuuliza, ya Muhammad, hal min jadid, je kuna habari mpya zozote? Akasema naam. Habari gani? Akamwambia usritu llaila, nimepelekwa usiku. Wapi umepelekwa? Akamwambia min almasjid alharami ila almasjid alaqsa, nimepelekwa Makka, nimepelekwa Baitul Laham wakati nimetoka katika nchi ya Makka. Kisha umerudi leo usiku alfajiri? Akamwambia ndio. Akamwambia nikiwaita watu utakuja kuwaeleza kama ulivyonieleza mimi? Mtume akasema naam. Akawaita makuraishi wenzake, wakakusanyika mbele ya Mtume, akawaambia msikilizeni, umekwenda wapi usiku Muhammad? Akamwambia nimekwenda Masjidul Aqsa fi Ilya. Wote wakapeleka mikono yao juu ya vichwa vyao. Kweli habari hii? Sisi tunakwenda huko mwezi, tunarudi hapa mwezi, miezi miwili tunaimaliza katika safari, unakwenda usiku na kuja alfajiri hapa? Haiwezekani. Muiteni Abu Bakr. Akatafuta Abu Bakr, njoo msikilize mwongo anavyosema. Wewe unamwamini huyu? Sikiliza habari zake anazozungumza. Akauliza kwani kuna nini? Anasema yaz'amu annahu usriya al-layla min al-masjid al-harami ila Ilya. Hivyo ndivyo anavyosema. Abu Bakr kauliza, fa in qala dhalika faqad sadaqa, kama anasema hivyo basi mimi ninasema moja kwa moja kasema ukweli. Innani la usaddiquhu bi khabari as-samaa, mimi namwamini kwa habari zaidi ya hapo, hata kama ni habari kutoka mbinguni, na kama ataniambia Muhammad katoka mbinguni nitamwamini. Wale wakasema, Abu Bakr, wewe unajua unafanya biashara na sisi, safari hii inamaliza siku ngapi? Leo unaamini kwa mtu kwenda usiku kurudi asubuhi? Kaambia ndio. Akarudi Mtume Abu Bakr mbele ya Mtume akamwambia, sif lana almasjid, tueleze msikiti wako vipi? Mtume akausifu, almasjidu kadha wa babuhu kadha nafidhatuhu kadha sahatuhu kadha. Akausifu mpaka akamaliza. Kila akisifu Abu Bakr anasema sadaqta ya Rasulullah, sadaqta, umesema ukweli. Hapo likatoka jina la As-Siddiq, msadikishaji mkubwa Abu Bakr, sio al-kadhab. As-Siddiq
Sasa katika mambo yake yote yalikuwa ni ukweli kabisa, mpaka alipokuwa anaandamana na mtume siku hiyo. Kuna bwana mmoja alikuwa anamtafuta mtume, hamjui, kama na Abu Bakri na mtume. Yule bwana akauliza, ya Abu Bakri, man hadha alladhi ma'aka, huyu alokuwa pamoja nawe nani? Abu Bakri akamwambia, innahu hadin yahdini tariq, huyu ni kiongozi ananiongoza katika kuonesha njia. Hakutaka kumwambia kwamba huyu ni Muhammad. Akisema ni Muhammad, kuna dhamana kule, watu wanamtafuta, atamuingiza mtume katika hatari. Akisema huyu siye Muhammad, wakasema uongo, japo ni katika maslaha. Akasema hadha hadin yahdini tariq, huyu ni kiongozi ananionyesha njia. Basi watu wakafikiri ni wale watu wenye kukodiwa wakaonesha watu njia. Kumbe alikuwa anakusudia sio hivyo. Huyu ni kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, wewe unaongoza Muhammad katika njia iliyonyoka. Kakusudia vile Abu Bakr, akaitwa as-Siddiq kwa sababu hii. Abu Bakr ni Siddiq katika birth certificate yake. Mama yake anaitwa Salma, jina la mwanzo anaitwa Ummul Khair. Ummul Khair ni mama yake Sayyiduna Abu Bakr ni Siddiq. Salma bintu Sakhar, mama wa Abu Bakri, alikuwa ni mmoja katika watu walompeleka Abu Bakri katika kuwa mtu mtukufu sana katika malezi, kiasi kwamba alikulia lam yashrab al-khamra qattu, hakuna pombe kama walivyokuwa mabedui na watu wengine wa pale mjini. Pombe alisusia kuanzia ujana wake, na sababu ya kususia pombe kwa Abu Bakri, siku moja alikuwa anapita njiani, akampata mlevi kalewa mpaka kaanguka, ikawa anakula uchafu. Baada ya kuanguka kwake, Abu Bakri akasema, kama pombe inampeleka mtu kufanya hivi, haramun alayya, sinywi pombe abada. Kwa hiyo kutoka ujana wake hakuna pombe, akakulia katika akhlaqun karima. Huyu ni Abu Bakr. Nyumba yake Abu Bakr ni ipi? Sayyiduna Abu Bakr alioa wake wane. Alimuoa Sayyida Qutaila bintu Abdul Uzza, na Qutaila bintu Abdul Uzza Abu Bakr alimuoa akiwa katika ujahiliya, yani zile nyakati ambazo kabla ya Uislamu. Qutaila bintu Abdul Uzza alizaa watoto wawili, mmoja anaitwa Abdullah ibn Abi Bakr ambaye alikufa shahid katika Taif, mwingine anaitwa Sayyida Asma binti Abi Bakr dhatu nitaqaini, katika sira anaitwa hivyo. Na Sayyida Asma kawazaa kaukabatun min an-nujum, kamzaa Sayyiduna Abdullah ibn Zubayr, akamzaa Sayyiduna Mundhir ibn Zubayr, akamzaa Sayyiduna Urwa ibn Zubayr. Hawa ukiwasoma katika historia utafurahi kama wewe unampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa wote walizaliwa na nani? Na Sayyida Asma binti Abi Bakr. Na Sayyida Asma kaolewa na sahaba mkubwa alobashiriwa pepo, anaitwa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Na Sayyida Asma alipata sifa ya kwamba siku alipokuwa Mtume ndani ya pango, alikuwa akipeleka chakula yeye na kaka yake Abdullah, wakimsaidia kumficha Mtume. Abdullah akipeleka mbuzi wengi pale mahali alipokuwa Mtume kaingia katika pango, alafu baadaye zile nyayo zisipate kuonekana kwamba watu wamepita hapa, wakapeleka chakula. Alhasil nyumba nzima ya Abu Bakr ilikuwa katika imani kuu. Hii ni nyumba ya Abu Bakr. Mkewe wa pili Sayyiduna Abu Bakr anaitwa Ummu Ruman, na Ummu Rumani huyu ni bintu Amir, alibashiriwa pepo na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ummu Rumani alimzaa nani? Ummu Rumani alimzaa Abdurrahman ibn Abi Bakr, kisha akamzaa Sayyida Ummul Mu'minin Aisha bintu Abi Bakr. Angalia nyumba yake Abu Bakr ni Siddiq. Sayyiduna Abdurrahman alislimu kuchelewa sana. Uislamu wake alislimu wakati wa Fathi Makkah, na Fathi Makkah tulisema ilikuwa katika mwaka wa 8 kule katika Hijria. Alislimu wakati ule, wakati wowote alikuwa katika upande mwingine. Kisha Sayyida Abdurrahman, Sayyida Aisha ikawa ni shaqiqatu Abdurrahman.
Sayyida Aisha kama mnavyojua aliolewa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hakuzaa, lakini kwa utukufu na sharaf anaitwa Ummu Abdillah. Abdullah ni mtoto wa Sayyida Khadija alomzaa Sayyiduna Muhammad pamoja na Sayyida Khadija, lakini Ummul Mu'minin anaitwa Ummu Abdillah Aisha ikraman, lakini hakupata mtoto na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume alikufa Sayyida Aisha na miaka 19, ina maana bado alikuwa mdogo sana, alikuwa bado katika hali ya udogo, kwa sababu aliolewa na mtume akiwa na miaka 9 peke yake, na binaa ikafanywa vile vile katika mwaka huo wa 9 au miaka 6, bado alikuwa mdogo sana. Hawa ni wake zake wawili, Sayyiduna Abu Bakri alowazaa watoto wane hawa, Sayyida Qutaila wa Sayyida Ruman. Kisha mkewe mwingine akamwoa katika Uislamu, anaitwa Asma bintu Umais. Sayyida Asma bintu Umais, historia yake Waislamu, kaolewa na Sayyiduna Jaafar ibn Abi Talib, batalul Mu'ta. Alipokufa Sayyiduna Jaafar akaolewa na Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq. Alipokufa Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq akaolewa na Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Huyu ni Sayyida Asma bintu Umais, kaolewa na Jaafar, kisha baadaye Abu Bakr, kisha baadaye Ali ibn Abi Talib. Alipoolewa na Sayyiduna Abu Bakri aliwazaa watoto wawili. Alimzaa mtoto mmoja anaitwa Muhammad ibn Abi Bakr, na Muhammad ibn Abi Bakri aliuawa kule Egypt. Katika historia tutakuja soma kama itakuwa wakati unaturuhusu katika historia za mbele huko. Kutila fi Masr, aliuawa katika Misri katika mambo ambayo yalizuka huko. Kisha baadaye alimuoa mke mwingine katika Uislamu vile vile, anaitwa Habiba bintu Kharija ibn Zaid. Habiba bintu Kharija alimzalia Sayyiduna Abu Bakri mwanawe binti anaitwa Ummu Kulsum, na Ummu Kulsum hakuwa sahabia. Hawa wenzake wote walikuwa masahaba, kwa sababu sahaba ni mtu alozaliwa akamuona mtume akamwamini na yeye akaashiri pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Ummu Kulsum alizaliwa baada ya kufa mtume Muhammad, kwa hiyo hakuwa katika masahaba. Hii ni nyumba ya nani? Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Tunasema hivi ili tupate kumfahamu nani Abu Bakr. Watoto wetu wa Kiislamu tunawasomesha historia wapate kujua batalun min abtalil Islam. Watoto wanasikitisha, jana nimewaambia kuna watoto ambao wanaiga wale professional players wanaocheza mpira, na wengine masihiyin, wengine nasraniyin, wakati wanasuka nywele zao kama wanawake na wao wanapendeza, wanaona kumbe star na skora anatakana kuwa hivi. Kumbe Kanu anapokuwa mchezaji mzuri, kumbe mpaka anaposuka nywele na yeye anasuka huku kidogo kidogo. Anapoingia uwanjani anaramba mchanga kidole, kisha anapitisha jina hivi, bismil abi wal ibni war ruhil qudus. Anapofunga goli anafanya hivyo. Na watoto wetu wa Kiislamu vile vile, kapiga bao moja ka strike, baadaye anafanya hivyo. Anaona hivi ndivyo wanavyofanya watu maskora katika mpira na watu, na yeye anaiga, kumbe ndo anayoyoma katika ukafiri na unasara. Waiji Waislamu tunawasomesha watoto historia wapate kujua hawa watu walikuwa mtume kasema tamassaku bihim, shikamaneni nao, tujifananishe nao. Fa in lam takunu mithlahum inna at-tashabbuha bil kirami falahun. Shairi anasema tashabbahu, jifananisheni na watu hao tunaowataja. Fa in lam takunu mithlahum, hata kama hamtokuwa kama wao, inna at-tashabbuha bil kirami falahun, hakika kujifananisha na watu wema ndo kufaulu kwenyewe. Ndo kufaulu, na kujifananisha na watu wema ndo kufaulu. Abu Bakr as-Siddiq, nyumba yake tumeitaja na certificate yake ya birth tumeitaja. Amezaliwa kabla baada ya mtume sallam kuzaliwa. Mtume alizaliwa 571, Sayyidina Abu Bakr alizaliwa 574 au 73. Kwa hiyo mtume alimzidi Abu Bakri kwa umri kwa miaka miwili.
Sayyidina Abu Bakri alikuwa mdogo kwa mtume kwa miaka mingapi? Kwa miaka 2. Huu ni umri na uhai wa Sayyiduna Abu Bakr. Waislamu baada ya kutaja birth certificate yake na nyumba ya Sayyiduna Abu Bakr, sasa njoni tuuone Uislamu wake ulikuwaje. Uislamu wa Abu Bakr ulikuwa vipi? Abu Bakr huwa awwalu man amana min ar-rijal. Kapata sharaf Abu Bakr ni mtu wa kwanza yeye kusema ashhadu an la ilaha illa Allah katika wanaume. Mtu wa kwanza kusilimu ala al-itlaq Sayyida Khadija. Bibi Khadija ndo alikuwa mtu wa kwanza kusilimu kabla ya watu wote. Kisha akawa mtu wa pili kusilimu Sayyiduna Abu Bakr. Kwa hiyo historia ikagawa ikasema wako watu watatu, wengine hawana uhakika zaidi nani alikuwa wa kwanza kusilimu. Kasilimu Zaid ibn Haritha, kasilimu Ali ibn Abi Talib, kasilimu Khadija bint Khuwailid, kasilimu Abu Bakr as-Siddiq. Sasa hawafahamu Abu Bakri au Khadija au Ali ndio alikuwa wa kwanza kusilimu, sababu Abu Bakr alikuwa rafiki mpenzi wa mtume, Khadija alikuwa mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na Ali alikuwa mlezi akilelewa katika nyumba ya utume. Kwa hiyo hawa walikuwa watu wa mwanzo kusilimu, lakini Abu Bakri awwaluhum ala al-itlaq katika rijali, ndio mtu wa kwanza kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni fakhri kubwa. Alikuwa Sham siku hizo. Sham ni biladu Suria, leo kunaitwa Syria, na Sham ilikuwa ni mji wa biashara kutokea wakati huo. Wakana Abu Bakr yataraddadu baina ash-Sham wa Makkah. Abu Bakr alikuwa akifanya biashara zake kutoka Makkah kwenda Sham, na biashara yake kubwa alikuwa bazzazan maana kana yutajiru fi thiyab, alikuwa akiuza nguo. Kazi yake kubwa alikuwa akipeleka biashara ya kuuza nguo, na alikuwa mfanyi biashara mashuhuri na mmoja katika watu matajiri wa Makkah, Abu Bakr as-Siddiq. Hata siku hiyo yuko Sham, usiku kabla ya kurudi zake Makkah na biashara yake, akaota ndoto usiku ule. Madha raaita ya Abu Bakr, uliona kitu gani usingizini mwako ewe Abu Bakr? Abu Bakr anasema raaitu fil manami anna al-qamara qad inqasama ila aqsamin wa ajza. Niliota usingizini nikauona mwezi umekatika na kuchanika vipande. Mwezi huo vipande vyake vikawa tatasaqatu ala ardhi Makkah, vikawa vinakukutika vinaanguka katika ardhi ya Makkah, vikawa vinapita katika nyumba za watu wa Makkah vipande vya mwezi. Thumma ba'da dhalika, baada ya vipande vile kuingia katika nyumba za Makkah, vikarudi vikaungana ukawa tena mwezi kamili kama ulivyokuwa. Fastaqarra fi baiti, ukarudi mwezi ukatulia katika nyumba ya Abu Bakr, ukakaa pale. Asubuhi alipoamka Abu Bakr akawa na wasiwasi. Ma maana hadhihi ru'ya, ndoto hii inamaanisha nini? Mwezi unapasuka vipande vyake vinaenea katika nyumba za Makkah, baadaye unatulia katika nyumba yangu. Alikuwa na ufahamiano na bwana mmoja alikuwa anaitwa Rahib. Rahib maana yake mcha Mungu. Alikuwa anampenda sana, akipita lazima ampitie na kumuuliza baadhi ya mambo. Akamfuata siku hiyo kwenda kumuuliza, akamwambia bwana, nina ndoto nataka unifasirie. Akamueleza ndoto yake. Alipomueleza yule Rahib akamwambia, sikiliza, laqad qaruba maw'idu mab'uthi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, imeshakaribia wakati wa kuletwa mtume ambaye ni mtume wa mwisho, na ndoto yako inaonyesha kwamba huyo mtume tayari kishafika. Wa sawfa tu'minu bihi ya Abu Bakr, na wewe utakuja utamuamini na utanufaika na imani yako hiyo, na pamoja na imani yako satusahibuhu, utakuwa pamoja naye. Abu Bakari akawa anafikiri yale maneno alikuwa akiyasikia. Kulikuwa na watu wanasema qarib yub'athu nabiyyun, karibuni tu mtume ataletwa.
Kwa hiyo kama ndoto yangu inaonesha hivi na nimefasiriwa hivi, basi mtume huyo yuko njiani. Siku hiyo hiyo akafunganya virago vyake, akaondoka Syria, akarudi zake Makkah. Njiani alipofika Makkah tu anawaona watu njiani, wanawapokea, wanawaambia jamaa, manamat Quraish, siku zote mlizoondoka Makuraishi hawakupata usingizi hata siku moja. Kwa nini hawakupata usingizi? Anasema kwa sababu talaa rajulun yuqalu lahu Muhammad, yupo mtu hapa anaitwa Muhammad, zama annahu nabiyyun, anadhani kwamba ni mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kaletwa kwa ajili ya kufundisha watu na kuambia watu wasiabudie masanamu. Mmoja aliposikia vile kwamba mtume kaja kuvunja masanamu, akatoa jokes akasema bora ayavunje, kila siku yanataka kunwa supu pamoja na sisi. Akasema bora ayavunjwe. Anasema la talama zahamatna ala tharid, mara nyingi anataka kutunyima supu, anataka kushirikiana na sisi katika kunywa supu. Masanamu wanakunywa supu, lakini wanafanya maskhara kwamba hayana maana yoyote. Na kweli na wao walikuwa wakienda wakiabudu at'imni, na Umar alikuwa katika mfumo huo. Siku hizo anasema mimi nalikuwa na Mungu wangu watende, nikamtengeza nikamtia katika mahfadha, niko katika kusaka, nimesaka mchana kutwa sijapata kitu. Mmemtoa Mungu wangu, naambia sasa leo hujaniandikia riziki hata kidogo. Amemtoa mbele yake, amemsimamisha. Mungu wake watende na mtizama tu, na kwa kweli hatizami, macho yameego pale nakshi tu. Sasa inni jai'un fa'at'ibni, mimi na njaa nilishe. Taban hawezi kujibiwa. Kamchukua kamweka ndani ya mfuko, kasaka hajapata kitu. Jioni kamtoa, anaambia illa mtut'imni fasawfa akuluka, kama hujanilisha nitakula wewe, kwa sababu kulluka tamrun, wewe mzima ni tende. Kwa hiyo hizi tende zilizokuwa umetengezwa mimi nitazila zote. Kamla Mungu mzima, karudi nyumbani bila ya Mungu. Angalia Mungu analiwa, lakini watu walikuwa katika pazia kubwa. Kwa Sayyidina Muhammad alipokuwa anakuja anasema jaa liyu'atima al-asnam, kaja ayavunje masanamu yote aabudiwe Mwenyezi Mungu mmoja tu. Abu Bakr as-Siddiq aliposikia vile kwamba yupo mtu kisha kuja anasema ni mtume, akaenda nyumbani kwa Abu Jahal. Abu Jahali alikuwa zaim, kiongozi wa makabila. Abu Jahali akamwambia awa ma sami'it, umesikia habari zilizokuwepo? Akamwambia nini? Akamwambia yazamu Muhammadun annahu yatihi Jibrilun, anadhani kwamba Jibril anamjia na anatuambia kwamba kishakuwa mtume. Unaamini habari hizi? Abu Bakr akasema qala hadha, kayasema hayo? Akamwambia ndio. Akamwambia laqad sadaq, kama kasema hivyo kasema ukweli, si tunamjua huyu ni sadiqul amin, na jina hilo mtume kalipata katika ujahilia. Abu Bakri usiku wake kaenda kubisha nyumbani kwa mtume, akabisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Sayyida Khadija innahu al-Atiq. Unajua nani anayekuja? Atiq, yani Abu Bakr. Alipofunguliwa akamwambia asahihun ma anba'ani bihi qaumi ya Rasulullah, yani anamwambia ya Muhammad wakati huo, je ni sahihi nilivyosikia kutoka kwa jamaa kwamba umekuwa mtume, Mungu kakutumiliza? Mtume akamwambia naam, ndio ni sahihi ewe Abu Bakr, wa uriduka an tuslima baina yaday, na nakuita katika dini hii, dini ambayo kwamba ni dinul musawa, na kuita uwe Muislam. Alipoambiwa vile tu Abu Bakr sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammad rasulullah, bila ya negotiation, bila ya jidal, bila ya kuuliza vipi wala vipi. Alipoambiwa tunakuita katika Uislamu, yasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Mtume anasema ma da'awtu ahadan fil islami illa kana lahu kabwa, sikumuita mtu yoyote katika Uislamu isipokuwa kidogo alikuwa anafikiri na kuwaza hii dini kweli, lakini hivi na hivi, mtu anatia mashaka kidogo. Lakini ada Abu Bakri, Abu Bakri peke yake, lamma dhakartuhu la, nilipomtajia kwamba mimi ni mtume, lam yatala'tham,
lam yatalatham, hakurudi nyuma, moja kwa moja akasema kweli wewe ni mtume. Akaondoka nyumbani kwa mtume, tayari kapata cheti kutoka kwa Allah cha kuwa awwalul mu'minin. Amerudi nyumbani kwake, amefanya da'wa. Siku ya pili anarudi nyumbani kwa mtume, ana watu 5. Allahu akbar. Ana watu 5 nyuma yake, anawapeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasilimu pamoja naye. Ni watu gani hao? Sayyiduna Uthman ibn Affan, kisha nani mwingine? Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf. Nani mwingine? Sayyiduna Talha ibn Ubaidillah. Nani mwingine? Sayyiduna Sa'd ibn Abi Waqqas. Nani mwingine? Sayyiduna Zubair ibn al-Awwam. Watu wangapi? Watu 5. Hawa wote walibashiriwa pepo na mtume. Kuna watu 10 walibashiriwa pepo na mtume. 10 mubashara alladhina bay'uhu tahta ash-shajara Talha Fayyad wal Hawari Zubair wa Sa'd al-Huda wa Sa'id al-Khair wa Abdurrahman al-Zaki al-Shakir wa Abi Ubaidah al-Zahid al-Zahir wa Abu Bakr al-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dhun-Nurayn wa Ali al-Haidar. Hawa mtume alisema fil janna, watu taingia peponi. Mtume mwenyewe kawabashiria. Walikuwa watu wakubwa. Kwa hiyo watu 5 hawa wanakuja na Abu Bakri, aslamu, wote wakawa Waislamu, wakawa watu wa mwanzo kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu ndio Uislamu wa Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq baada ya kusilimu kwake alikuwa na manaqibu mingi, sifa nyingi. Umar anasema kana idha dhukira Abu Bakr, alikuwa akitajwa Abu Bakri mbele yangu, alikuwa akisema fadhaka sabaqu, huyo ni mtanguliaji katika kila kitu, anatangulia kwanza, katutangulia katika Uislamu. Na kila siku Umar alikuwa akifanya competition kati yake na Abu Bakr. Kulikuwa kuna nyumba wakati wa ukhalifa wake, Abu Bakri alikuwa akitoka usiku wa kiza akienda katika nyumba ile ya bibi ambaye kwamba alikuwa ni kipofu, haoni, hana khadima, akimfagilia kibanda chake, akimpikia na akimlisha. Umar ibn al-Khattab kila siku alikuwa akienda katika kibanda kile kwenda kufanya khidma, anapata tayari kibanda kimesafishwa, mama keshakula, akimuuliza ayu khidma, unataka nikufanyie nini? Anasema tayari keshakuja mtu keshanifanyia kila unachotaka kunifanyia. Abu Bakri Umar anarudi zake. Siku ya pili anakuja mapema zaidi kuliko jana. Akifika bibi anamwambia tayari keshakuja mwenye kunitumikia. Na wakati huo ni khalifa wa Islam, ni khalifa, anaacha kazi zake zote, anakuja kumtumikia mtu dhalili ambaye kwamba watu wanamuona isolated, hana maana yoyote. Anakuja Abu Bakri anamtumikia. Umar akija anamwambia tayari kishatumikiwa. Siku hiyo anasema mimi nitakuwa hapa nimuone nani anemtumikia bibi huyu. Kajificha katika kiza Umar ibn Khattab. Kwa mbali anamuona Amirul Mu'minin Khalifatu Rasulillah Abu Bakri kavaa nguo za kuja kutumika katika nyumba ya Sayyida Amia. Kaingia ndani ya nyumba, kakifagia kibanda chote, baadaye kaondoka baada ya kumlisha. Umar alilia, akalia, anasema yani Amir wa Waislamu anaacha kazi zake zote, mimi kila siku natafuta sharafu ya kumtumikia bibi huyu, kila siku yeye ananitangulia. Anasema basi, na si hapo tu, kuna wakati mtume alinadi katika vita vya Tabuk. Vita hivi Waislamu walikuwa maskini, hakuna pesa. Mtume akasema Waislamu toeni pesa zenu tulipeleke jeshi. Umar akasema leo nataka kumshinda Abu Bakr, nimuoneshe kwamba mimi nina ghera na tadhiya. Akaona nipige hisabu ya mali yangu, akapiga hisabu, kama alikuwa na dirham 10,000 akachukua 5,000, nusu kwa nusu ya mali yake yote kaileta kwa mtume. Kaambia Rasulullah, khudh mali, chukua mali yangu. Akakaa pembeni, sasa anamsubiri Abu Bakr.
yani kana kwamba ataweza Abu Bakri kutoa nusu ya mali yake. Akakaa pale, Umar anamsubiri Abu Bakri. Mara anamuona Abu Bakri huyo anakuja. Abu Bakri akakukuta mbele ya Mtume mali yake yote. Mtume akamuuliza, ya Abu Bakr, madha abqaita li ahlik, mbona umeleta kila kitu hapo, umewabakishia nini nyumbani? Akasema, ya Rasulullah, abqaitu lahum Allah wa rasulah, nimewabakishia Mungu na mtume wake. Mtume akasema, umewabakishia Mungu na mtume? Waislamu, hii ilikuwa ni kuonesha umuhimu wa lile jambo. Mtume akahisi hatari, akaja akasema miongoni mwa hadithi zake, amsika alaika ba'dha malika fahuwa khairul lak. Akajua wapo Waislamu watasacrifice pesa zao zote watoe, akasema jamaa, zuieni baadhi ya pesa zenu, hizo ni muhimu kwenu katika maisha yenu. Kwa hiyo toa kwa kadri ya kutoa na ukwasi utakao nao katika kutoa, lakini angalau na nyumbani kubakie kitu. Innaka intadhar warathataka aghniya khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Kuacha jamaa zako wametosheka ni bora kuliko kuacha maskini wanaombaomba. Lakini hiyo isikufanye kwamba ndo uwe bakhili, utoi kitu katika Uislamu ukadirie. Abu Bakri akatoa mali zake. Omar anasema sio hapo tu. Siku moja tumesali salatul fajr. Baada ya sala tu Mtume akauliza, ayyukum at'ama al-yawma miskinan, nani kati yenu leo kamlisha maskini? Abu Bakr akasema, ana ya Rasulullah. Omar akamtizama Abu Bakr, alfajiri hii maskini huyo umempata wapi? Mtume akauliza, wa kaifa dhalik, ilikuwaje? Ya Rasulullah, kana fi yadi kisratun min al-khubz wa ana fi tariqi ila al-masjid wajadtu miskinan fa'ataytuhu iyaha. Njiani nilipokuwa ninakuja nilikuwa nimebeba kipande cha mkate, memwona maskini njiani, mmempa kipande cha mkate kile, kashukuria. Omar akisema hapana. Akauliza tena Mtume, ayyukum al-yawma tasaddaqa ala miskin, nani leo alotoa sadaka kwa maskini? Abu Bakr akasema, ana ya Rasulullah. Umetoa vipi sadaka? Akasema, ya Rasulullah, nilikuwa na dinar, hiyo hiyo vile vile nimeitoa sadaka nilipokuwa njiani ninakuja msikitini. Akauliza, ayyukum adani al-yawma maridan, nani leo alokwenda kumzuru na kumkagua mgonjwa? Abu Bakr akasema, ana ya Rasulullah. Omar akasema, basi tena, wallahi la usbiquhu ba'da al-yawm. Omar akasema, sishindani naye tena baada ya leo, simwezi, basi sishindani naye tena. Kwa nini naambia leo usiku nilipokuwa nimeambiwa na mke wangu yuko jirani mgonjwa, basi asubuhi nilipokuwa nakuja msikitini nimepita katika nyumba hiyo, kwanza nikauliza hali yake vipi, nikapata habari kwamba hajambo. Ya Rasulullah, tayari hiyo ziara imeingia. Huyu ni Abu Bakr ni Siddiq. Waislamu, mmetaka kukuonesheni Abu Bakr ni nani mpaka aambiwe watu wote kwamba yeye ndo anafaa kuwaongoza Waislamu. Tena zipo aya za Qur'ani zimemtaja Sayyiduna Abu Bakr ni Siddiq. Wapi katajwa? Katika hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume alipokuwa amewaamrisha Waislamu wende zao Madina, hakubakia katika Makka isipokuwa yeye Mtume na Abu Bakri na Ali ibn Abi Talib na wale waliokuwa madhaifu ambao wamekamatwa vibaya wasitoke. Kila Abu Bakri akitaka kutoka, Mtume anamwambia, ya Abu Bakri, la'alla Allah yaj'alu laka sahiba, usitoke, pengine Mungu atakuletea mtu wa kutoka naye pamoja. Abu Bakri anazuia. Akitaka kutoka anaambia, subiri, Mungu pengine atakupa sahibu wa kutoka naye. Baada ya muda mchache anamuona Mtume anakuja, anamwambia, as-suhba ya Rasulullah, inna Allaha amarani an usahibak, Mwenyezi Mungu kaniamrisha niwe pamoja nawe katika kutoka kwetu, wewe uko pamoja na mimi. Tasawwar Muislamu, Mwenyezi Mungu kamchagua Abu Bakr, anamwambia toka pamoja na Mtume kipenzi chao. Na ametoka, ameingia katika Ghari Thauri, jabal katika majabali mawili yamecheza pati kubwa katika Uislamu, Jabal Hira na Jabal Thauri. Jabal Hira Mtume alipata wahi, Jabal Thauri Mtume alijificha wakati wa kwenda zake Madina.
wapo ndani ya jabali. Abu Bakri akamwambia Rasulullah, la tadkhuluhu hatta adkhulahu awwala, usiingie katika jabali mpaka niwe wa mwanzo mimi kuingia, pengine kuna hatari yoyote inipate mimi kabla ya wewe. Kaingia Abu Bakri, akakuta kwamba jabali lina tundu nyingi. Matundu yale yote akakata nguo yake akayafinika, kisha ikabakia tundu moja, akakamata kwa mguu wake kaficha pale. Kulikuwa na nyoka mkali mwenye sumu, kampiga ile sumu yake Abu Bakri, ikawa inatasarab katika mwili mzima. Mtume kakaa katulia, macho ya Abu Bakri yanatoa machozi, yakamwangukia Mtume. Mtume akimwangalia Abu Bakri anamuuliza, ma baluk? Anasema, ludightu ya Rasulullah, kuna kitu kimeniuma. Kumbe ilikuwa ladigha, nyoka anaitwa ladigha, nyoka hatari mno. Mtume akapaangalia mahala pa jeraha, akapashika, akapafuta, akasema Mungu atakupoza pale pale. Alam ikadisa pia, hakuwa na maumivu tena. Abu Bakri alisikia maumivu hayo baadaye, na wanasema wanachuoni wa history pia hii ilikuwa moja katika sababu za kifo cha Abu Bakr as-Siddiq, kwa sumu kali iliyokuwa pale ndani. Wakati ule hakuhisi maumivu, akaishi katika pango lile Mtume na Abu Bakr kwa muda wa siku 3. Chakula anakileta Sayyiduna Abdullah ibn Abi Bakr na Sayyida Asma binti Abi Bakr. Aliishi ndani pale Mtume sallam na Abu Bakri. Wakaja baadhi ya watu, kwa sababu waliambiwa kwamba atakayemleta Muhammad hayyan au mayita. Angalia, hii ni kauli ya majabari wanaosema I want him dead or alive, namtaka aje kama hai au kesha kufa. Kisha kaeka 100 naqa, ngamia 100. Man ata bi Muhammadin hayyan au mayitan falahu 100 naqa, atakayemleta akiwa hai au akiwa amekufa basi ana ngamia 100. Waislamu, ngamia 100 ni Cadillac 100 wakati wetu wa leo, sayara malaki fakhira. Waislamu wakati huo washatulia Madina, huku kabakia Abu Bakri na Mtume na Ali ibn Abi Talib. Na habari ya Ali tutakuja itaja katika sehemu ya Ali ibn Abi Talib. Abu Bakri ambia Rasulullah, lau nadhara ahaduhum tahta qadamayhi la absarana, kama mmoja atatizama chini ya mguu wake watatuona. Mtume kamkamata Abu Bakr, kambia Abu Bakr, ma dhannuka lithnaini Allahu thalithuhuma, mimi nawe hatuko peke yetu, watatu wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anasema, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Sahibihi hapa ni nani? Abu Bakr as-Siddiq. Ikawa ni Qur'ani yutla ila yaumil qiyamah, Qur'ani inasoma katika habari za Abu Bakri mpaka siku ya kiyama. Sahibi yake Abu Bakri alimwacha huri Sayyiduna Bilal ibn Rabah al-Habashi. Bilal alikuwa anateseka mbele ya Umayya ibn Khalaf kwa sababu ya kusema Allahu wahidun. Bilal anachukuliwa, anapelekwa katika jangwa, anawekewa jiwe kubwa juu ya kifua chake, anaambiwa ukfur bi Muhammad, anasema ahadun ahadun ahad. Waislamu walimuuliza baada yake, kwa nini ulikuwa unasema jina la ahadi peke yake? Anasema, la, nilikuwa ninasema majina mengi, lakini nilikuwa nikisema ahadun ndo wale wananiadhibu sana, nikahisi kwamba hili ndo linawakera sana, wacha nitasema hilo hilo. Bilal ibn Rabah al-Habashi ambaye alikuwa ni mwisho wa kifo chake, Sayyida Rahma mke wake anasema kumwambia, wa musibata, ni msiba ulioje leo mume wangu anaondoka. Bilal anamwambia, la taquli wa musibata bal quli wa farhata, sema ni furaha iliyoje. Ghadan alqa al-ahibba, kesho nakwenda kuonana na vipenzi vyangu, Muhammadan wa sahba, Muhammad na masahaba zake. Hapo hakuna furaha, hapo furaha ya hali ya juu, sio msiba. Hamna msiba hapa, hii ni ceremony ya furaha kwa kuwa nakwenda kuonana na vipenzi vyangu. Bilal ibn Rabah al-Habashi alipokuwa anapita Abu Bakri akamwambia, ya Umayya, ala tastahi min ta'dhibi hadha al-'abd al-faqir, uoni haya unamuadhibu huyu? Akamwambia, hii mali yangu ninafanya ninavyotaka. Abu Bakri akapita, akaja na mtu mmoja katika watu alikuwa akiwamiliki yeye,
Akaambia Umayya, mchukue huyu, kwa sababu huyu alikuwa kafiri, nipe Bilal. Akamwambia, maadamu umefanya fikra hiyo, lete, nimechoka nalo hili Bilal, chukue. Kamchukua, kamsukuma huko, kamchukua yule aloletewa na Abu Bakr. Kisha Umayya akasema, kwa namna nilivyochoka naye, la ungetaka nikuuzie kwa ukia moja tu ningekuuzia, kwa shilingi moja tu ningekupa. Abu Bakr akasema, kwa umuhimu wake Bilal, ungeniuzia kwa ukia 100 ningezitoa zote hapo hapo kesh. Akamchoma kwa maneno yale. Huyu ni Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu, akitaja ndio tunasema radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu awaendee radhi. Na Mtume akasema, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Fa walladhi batha Muhammadan bilhaq, na apa kwa yule aliyofufua Muhammad kumpeleka kwamba ni mtume, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban lama balagha haddahu wala nusayfahu, kama mmoja wenu atatoa kiwango chochote alichokuwa nacho mali yake kama mfano wa jabali la Uhud yapeleke kwa Mungu, hafiki kiganja cha mkono cha walichotoa masahaba wala nusu yake. Naambia msiwatukane masahaba zangu. Kwa nini? Hawa walikuwa wakiadhibiwa, makaa ya moto yanawekwa juu ya mili yao mpaka makaa ya moto yanazimika kwa mafuta ya mili yao, wakiambiwa semeni Lati wa Uzza wanasema la, Allahu ahad. Walikuwa watu wakubwa. Abu Bakr ni Siddiq akamwacha Bilal hurri baada ya kumuokoa kutokamana na adhabu ya Umayya. Akamwambia, anta hurru liwajhi Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idha taradda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirah wal ula فأنذرتكم نارا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. مفسرين ونسمع أبو بكر الصديق ولسوف يرضى, na ataridhika na saufa, sio taswifi kwamba huenda. Mwenyezi Mungu anaposema laalla au anaposema saufa, kwake yeye ni wajib. Inna Allaha idha ahida awfa biahdi, akiahidi kitu anatekeleza ahadi zake. Waislamu, habari ya Abu Bakri bado tunayo, na Abu Bakr ni Siddiq sasa hivi anajiandaa kwa hijra ya kwenda zake Habasha. Tumalize Habasha. Waislamu walitoka pamoja na Sayyiduna Uthman. Kwa hiyo Ethiopia ilitasharraf. Hii nchi ya Ethiopia ilikanyagwa na nyayo za masahaba, akiwemo Uthman ibn Affan na Sayyida Ruqayya bintu Rasulillah na masahaba wengine watukufu. Abu Bakri naye karibu tu aingie Ethiopia, lakini njiani alikutana na bwana mmoja anaitwa Ibn ad-Dughanna. Akamwambia Abu Bakri, ila aina, unakwenda wapi? Akamwambia, ninatoka kwenda kumwabudu Mungu wangu huko. Akamwambia, mithluka la yukhraj, mtu kama wewe hatolewi mjini. Innaka tasilu rahim taksibu almadum tu'inu almasakina walfuqara, wewe ni mtu muhimu katika society, nani anakutoa? Rudi na mimi nitawaambia mushrikina wa Maka, wewe ni jirani yangu na mimi nitachukua dhamana kwamba wewe ubakie, ana jarul laka, mimi nitakuwa muhami wako. Abu Bakri akarudi. Ibn ad-Dughanna akaenda akawaambia makafiri wenzake, jama, msimtoe Abu Bakri, ninachukua dhamana kwamba akae kwa amani ya muabudu Mungu wake katika nchi hii, lakini kwa sharti Abu Bakri usije ukasali watu wote wakawa wanakuona, sali siri siri nyumbani mwako. Abu Bakri akasema sawa. Akawa Abu Bakri anasali ndani ya nyumba yake kwa siri. Sasa akaona ajenge nyumba, msikiti mbele ya nyumba yake, au yanasali mwenyewe pale. Kajenga mahala pa kusujudia, ni sehemu tu ya kusali. Ikawa anasoma Qur'ani akilia, watu wanapita njia, kina mama, wanawake wanasimama wanashangaa. Hii ndo sala mpya hii? Hii ndo dini mpya hii? Watu wakipita pale wanapendezwa na sala ya Abu Bakri, wakafitinika. Makuraishi wakamfuata Ibn ad-Dughanna,
wakamwambia si tulikupa ahadi, sharti yule aabudu Mungu wake kwa siri, leo amepita mpaka. Unamwona kishaika maskani ya kuswali nyumbani kwake mbele pale na watu wanafitinika, nenda kamwambie kama hawezi aondoke. Akienda Ibn Daghalna akamwambia Abu Bakri, ya Abu Bakri, tulifanya agreement kwamba utaabudu Mungu wako ndani ya nyumba, lakini leo umechupa mipaka, umetoka nje ya nyumba yako. Basi imma an tabqa fi darika wa imma an aslubaka jiwari, ima ubakie ndani ya nyumba au mimi nita withdraw, nitatoa ile dhima yangu, mseme mimi simtambui tena. Abu Bakar akasema nenda ka withdraw, nasema mimi nitaridhika na jiwari, la sina haja na jiwari. Kenda akamwambia bwana Abu Bakari sio jari tena, kabakia pale pale na pamoja na adhabu alizokuwa akizipokea. Waislamu, Abu Bakari alipokwisha kuvotiwa, alikusanya Waislamu kama tulivyokusanyika, akaanza kupanda katika mimbari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumwacheni Abu Bakari anapanda mimbar, kesho tutapata kujua anataka kusema nini Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mwenyezi Mungu inshallah